Bwana huyu mwamba anaitwa Sani, ni maskini balaa, kaomba kazi kila simu na kakosa, lakini alikuwa na kipaji kikubwa sana cha uchoraji. Hivyo akaamua kutumia kipaji chake cha kuchora, akachora pesa na kuzitengeneza kwa pesa bandia. Oya, mjomba akafanikiwa kuzitumia bila kushtukiwa na kwa bonge la tajiri. Lakini ilikuwaje ili jambo likafanikiwa? Tuende sambamba katika recap ya leo. Mimi ni Dula DJ the Untouchable. Sasa picha linaanza mwamba akiwa kwenye majaribio ya kutengeneza pesa bandia, kisha akaziweka noti hizo kwenye kikombe cha chai na kuzilowesha kabisa ndani yake. Alafu akazianika noti hizo, baadaye akazikausha kwa kutumia mashine ya kukaushia nywele. Alifanya hivi ili kuzibadilisha pesa hizo kutoka kwa mpya na kuzifanya kuwa chakavu, kwa sababu pesa chakavu ni ngumu sana kugundua kama ni feki. Ili kupima ubora wa pesa hizo, waliamua kujaribu kuzitumia kwenye duka la kuuza vinywaji. Mwamba akasubiri nyomi la watu ili kumchanganya mwenye duka. Feruz akaomba soda ya shilingi 500, lakini muuza duka akasita mara tu alipoipokea pesa hiyo. Muuzaji akaisugua na akaenda ichunguza kwenye mwanga. Alihisi kwamba pesa hii ilikuwa feki. Moyo wa Feruz ulienda mbio hatari, kwani wameshashtukiwa. Lakini kabla hajakimbia, muuza duka akamshika mkono. Oya, Sani ambaye ndo rafiki yake Feruz akamvuta kwa nguvu zake zote. Oya, balali kaanzia hapo. Walikimbizwa vibaya mno. Wao wakakimbilia kwenye uchochoro fulani hivi na kujificha. Jamaa kaisi kukata tamaa. Alilalamika kuwa kazi kubwa kutengeneza pesa bandia aliyoifanya kwa mwezi mzima imegeuka kuwa barala kutaka kupigwa. Lakini rafiki yake akashika zile pesa na mara moja akagundua kuwa shida ilikuwa ni karatasi walizotumia kutengeneza pesa, kwani noti original hutengenezwa kwa karatasi maalum zinazozalishwa kwa pamba, wakati karatasi waliotumia wao ilitengenezwa kwa magome ya miti tu ya kawaida. Hivyo karatasi hizi mbili ni tofauti kabisa, na ndio mara leo wamekamatwa. Basi bwana, wakaza tafuta karatasi hizo zilizotengenezwa kwa pamba, na baada ya utafiti wa kina, Sani akagundua kuwa karatasi hizo za pamba ziko kwenye gazeti dogo ambalo siku hizi aliuzi tena hapo mjini. Wakaenda tafuta hizo gazeti kwenye maktaba ya zamani pale mjini. Kama bahati bwana, wakazipata. Sasa wakabrichi zile karatasi na kuanza kuchora kwa mkono zile sehemu ngumu zote za noti. Walichagua kuchora badala ya kuprint kwa sababu herufi ndogo haziwezi kuonekana vizuri hata kama wakitumia printer kubwa kiasi gani. Kisha wakaunganisha vipande vilivyochorwa kwa mkono ili kuunda noti iliyokamilika. Hapo wakachapisha noti hizo kwa kutumia wino wa kubadilisha rangi unaonekana tofauti na wino mwingine. Kupitia marekebisho ya mara kwa mara na uchapishaji maridadi, walichapisha kila rangi moja kwa wakati tofauti. Baada ya kusafisha mashine na kubadilisha rangi, walirudia mchakato huo na kisha wakatumia kemikali maalum. Kemikali hiyo sio tu ilibadilisha rangi, lakini pia ilizifanya ziwe safi na halisi. Hatua muhimu zaidi ilikuwa ni kuweka ule uzi wa usalama. Kwa kuwa noti hii ilikuwa imebanwa kutoka mbele na nyuma, walitoboa mashimo upande wa mbele, wakaingiza uzi wa usalama na kuchapisha kumbukumbu namba. Hatua iliyofuata ni kuziweka kwenye chai ili kuzifanya zionekane kuwa chakavu. Hapo noti ikakamilika tayari kwa ajili ya matumizi. Sasa wakarudi tena kwenye lile duka la vinywaji. Safari hii Sani akatangulia na Feruz akamshika mkono kwa nguvu ili wakimbia haraka iwapo tu atagundulika. Muuza duka akaichukua ile pesa akaitazama. Moyo wa Sani ulienda mbio kinoma noma, akihofia kushtukiwa. Muuza duka kushtuka kabisa kwa akampatia Sani soda aliyoitaka. Oya, ilikuwa shangwe la hatari. Wote wawili hawakuamini kama ungetoka dukani salama. Kwa kuwa wameweza tengeneza pesa hizi kwa ustadi mkubwa, wakaona wazalishe pesa nyingi zaidi, lakini hawakuwa na mtaji wa kutosha. Hivyo wakafunga safari hadi kwa tajiri mkuu pale India, ambaye naye anahusika na utengenezaji pesa bandia, lakini zake zina kiwango kidogo na ni rahisi sana kushtukiwa. Kisha wakaambia kuwa wao wanatengeneza pesa bandia kama original. Wakasema kama wao watatengeneza kiasi cha shilingi milioni 1, basi bosi atawalipa 500,000 na wampe milioni bandia. Alafu yeye atajua mwenyewe kama jambo bali litamkuta. Wao wanachotaka ni mtaji tu kwa ajili ya material. Bosi hakuamini kabisa. Sasa ili kumthibitishia umwamba, wakaweka noti 3 juu ya meza. Sani akamwambia bosi atafute pesa bandia kati ya hizo noti 3. Bosi akasema iwapo angeipata pesa feki basi atawaua. Wao wakakubali. Oya, akazikagua lakini hakuweza kutofautisha bandia na original. Hapo bosi akaomba kutengenezewa kiasi cha bilioni 2 kama jaribio, na kama deal ikienda poa basi ataongeza kiasi cha pesa. Feruz akakubali, lakini Sani akaamuliza rafiki yake watatoa wapi karatasi zilizotengenezwa kwa pamba ili kuzalisha bilioni 2 anazotaka bosi. Japokuwa Sani alikaa kimya, lakini alikuwa na mpango akilini mwake. Usiku huo alienda kwenye duka la uchapishaji wa magazeti lilokuwa likimilikiwa na familia yake. Duka hili lilifungwa kutokana na mauzo ya magazeti kushuka thamani, kwa vifaa vya kuchapishia vipo tu bila kazi yoyote. Na mtaalamu wa kutumia vifaa hivi ni mjomba wao.
Sasa Sani akaanza kupiga stori za kawaida na mjomba wake, huku akitafuta njia ya kumhusisha mjomba kwenye swala lao. Wakati stori zinaendelea, ghafla mjomba akaona mabaki ya karatasi walizotumia kutengeneza pesa feki, na hiki ndicho ambacho Sani alikusudia mjomba wake aone. Sani alitaka kumtumia mjomba wake kwenye utengenezaji pesa hizo kwa kuwa mjomba ni mtaalamu wa kuchapisha magazeti. Pia alihitaji ofisi kubwa ya uchapishaji huo, kwa hili duka lingefaa. Hata hivyo mjomba alionekana kuwa na wasiwasi, akihofia maisha yake, kwani raia wanapiga sana kama ukikushika na pesa bandia. Basi bwana, Sani akachomoa noti moja na kuiweka mezani. Mjomba alivyoishika alipigwa na butwa kwa kutoamini, maana pesa inaonekana kuwa original. Basi bwana, akaichukua ile noti na akaenda kwenye mwanga, akiichunguza mara kwa mara, lakini ngoma inaonekana oji. Ili kumpunguzia wasiwasi mjomba, Sani akamchukua mko wake na kumpeleka kwenye mgawa na kununua kahawa ya bei ghali zaidi, kisha akalipia ile bili kwa pesa feki. Oho, unaambiwa mjomba wenge kama lote, hakutulia kabisa. Muda wote nya inambana tu, hasa alipomwona mwenye mgawa akichunguza pesa hiyo mara kwa mara. Hapo akajua kipigo kitawahusu leo. Lakini mhudumu alipoleta chenchi, mjomba kashusha pumzi. Kwa kuwa mjomba alikuwa na uzoefu wa miaka 30 wa uchapishaji wa magazeti, akampatia Sani ushauri wa kitaalamu. Akamwambia kuwa ili kuchapisha kwa wingi pesa hizi wangehitaji mashine kubwa ya uchapishaji ambayo inaweza kuchapisha noti nyingi kwa wakati mmoja. Kikata karatasi kilihitaji injini mpya na walihitaji kikausha pesa cha haraka. Walipokuwa karibu kuanza kazi ya kuchapisha pesa nyingi, tatizo jipya likazuka, kwani hawakuwa na karatasi za pamba zilizohitajika kwa noti kuonekana kama original. Mbinu ya zamani ya kuzichubua karatasi na kufuta picha za magazeti ilikuwa haiwezekani kwa uzalishaji mkubwa wa pesa. Balani kwamba uzalishaji wa karatasi za pamba ulifungiwa kabisa na serikali ya India na kufanya watu wa kawaida wasiweze kuwa nazo. Hivyo karatasi hizi zilikuwa zikipatikana katika jengo moja tu la serikali. Wakawa wamekata tamaa, ndugu hao wakawatafuta wauni wenye genge kubwa la mtaani, kisha wakawachukua na wakaenda kuvamia kiwanda kikubwa cha karatasi za pamba. Walinzi walichanganyikiwa, kwani hawakuwahi kuona mtu yoyote akiba karatasi ambazo hazijaandikwa kitu ndani yake. Hatimaye wakapata karatasi walizotaka. Hapo wakarudi kwenye duka la kuchapisha, wote watatu wakaanza kufanya kazi bila kuchoka. Kumbuka wale bosi waliopatia siku 3 tu, hivyo alilazimika kufanya kazi usiku na mchana ili kutengeneza zile pesa zilizohitajika. Kweli bwana, zile pesa zikakamilika. Bosi alifurahishwa sana na pesa hizo bandia na akawalipa pesa iliyobakia. Walipokuwa karibu kuondoka, mkuu wa kundi hilo aliwaita tena, akionyesha nia ya kuendelea kufanya nao kazi. Kuanzia wakati huo, unaambiwa biashara yao ilizidi kukua hatari. Pesa zao feki zisizoweza kutofautishwa na fedha halisi zilitumika sana katika soko la fedha. Hoya, wajomba walikuwa matajiri ghafla tu. Sani akatatua matatizo yote ya kifamilia, lakini pia alimpeleka mpenzi wake kwenye migawa ya kiwango cha juu, huku akinunua kahawa bei ghali zaidi. Na baada ya manunuzi, mwamba akatoa pochi yake na akalipa kahawa kwa ile pesa bandia. Sasa starehe hizi zililetea matatizo makubwa sana mwamba, kwani mhudumu aliyepatiwa pesa feki naye akapeleka chenchi bandia kwa mteja ambaye ni askari. Yule askari alivyozishika tu pesa hizi akahisi kuna mapungufu. Askari huyu akuanzisha fujo, bali aliomba apatiwe pesa zote anazohisi ni bandia, kisha akazipeleka ofisini kwa uchunguzi zaidi. Askari wakaamua kutumia mashine ya kuangalia pesa bandia kutoka benki ya India ambayo ina teknolojia ya hali ya juu ya scanning. Ajabu ni kwamba mashine hii iligundua asilimia chache sana ya pesa bandia. Hoya, paka mashine ilichanganyikiwa yani. Wakajiuliza, kama mashine hii yenye uwezo mkubwa imeshindwa kutambua pesa bandia, vipi kuhusu mashine za kawaida huko mtaani? Basi wakachukua zile pesa na kuziweka chini ya darubini, lakini bado hawakuweza kupata utofauti kati ya original na feki. Mwisho wakaamua kuzilowesha pesa zile katika pombe. Hapo kidogo wakafanikiwa kwa sababu pesa zilianza vuja rangi. Mega ambaye ndo askari akagundua kwa urahisi kuwa watengenezaji hao hawakuwa na vifaa vya kiwango kikubwa na vyombo vya usahihi katika rangi, labda walikuwa na printer ya kawaida tu. Lakini kinachowabeba ni ubunifu aliotumia mtengenezaji wa hii pesa ambao umefanya watu washindwe kutofautisha pesa feki na halisi. Mega alikuwa sahihi kabisa, kwani kazi ya utengenezaji pesa feki iliendeshwa na timu ndogo ya watu 3 tu. Noti za ufeki zilikuwa na ubunifu hali ya juu sana, kana kwamba zilikuwa maarufu miongoni mwa magenge ya wahuni, na hata maofisa wa serikali walizitumia pindi walipohitaji kiasi kikubwa cha pesa kwa shughuli zao kama kampeni za uchaguzi. Sasa afisa mmoja wa serikali aliagiza noti bandia kama milioni 200 hivi. Sharti pekee aliloweka ni kupelekewa nyumbani. Sani hakusita kukubali kazi hiyo. Alivyorudi katika duka la kuchapisha pesa hizo, mjomba wake alipinga hilo wazo vikali. Hapo awali walitengeneza kiasi kidogo tu cha pesa, kiasi hicho hakingevutia umakini wa polisi, lakini kama wangeanza uzalishaji wa pesa nyingi wangekumbana na vikwazo vingi, kwa mfano ununuzi wa mali ghafi, kazi, vifaa na usafiri.
Maneno ya mjomba yalimfanya Sani atambue kuwa ili utapeli mkubwa ufanikiwe ni lazima uhalalishwe kwanza. Kwa hivyo wakaisajili kampuni yao ya uchapishaji magazeti na wakampata mwanaume mzee, kiziwi na bubu kutoka kijijini, wakimsadikisha kupitia lugha ya ishara kuwa miliki wa kisheria wa kampuni hiyo. Kisha waliajiri wasichana wachache kukaa mapokezi, ambao mara nyingi walijibu simu chache tu kila siku. Walifanya hivi ili hata kama wakiagiza matirio mengi kwa ajili ya utengenezaji pesa bandia basi wasishtukiwe. Sasa kupitia kampuni hii ya Danganya Toto, Sani aliagiza karatasi za kutosha za pamba na kuanza kuchapisha pesa feki siku nzima. Lakini hawakujua kwamba mabalaa yalikuwa karibu kutokea. Basi bwana Mega aliomba uchunguzi wa kina wa maduka yote ya uchapishaji jijini, akiamini kwamba pesa bandia nyingi ni lazima zitoke kwenye maeneo kama hayo. Mkuu wake aliamini kuwa jambo hilo haliwezekani kwa sababu hapa mjini kuna zaidi ya maduka 100 yanayozalisha magazeti. Hivyo kufanya upelelezi ni kama kujichosha tu. Lakini Mega hakuwa tayari kukata tamaa. Akaiba muhuri wa bosi, akagonga na kujipatia ruhusa ya kufuatilia kesi hiyo. Wakati Sani na timu yake wakifanya kazi yao, ghafla walihisi kuwa kuna kitu kibaya huko nje. Kuchukulia dirishani, akaona gari la polisi lilikuwa limeegeshwa. Oho! Mega amekuja kutekeleza agizo lake mwenyewe. Yuko hapa kukagua ili duka. Oya, wajomba waliingiwa na hofu hatari. Polisi wakampigia simu mjomba ambaye alijikuta anapokea bila kutarajia. Mjomba akadanganya kuwa yuko baa na lewa, akasema kwamba dukani hakuna mtu yoyote. Lakini polisi walisisitiza tu ushirikiano na kumwamuru kurudi ndani ya dakika 5 tu, la sivyo wangeingia kwa nguvu. Mjomba alikubali bila kusita. Hapo akamwambia Sani na Feruzo fiche pesa hizo bandia haraka iwezekanavyo. Alafu yeye akatoka nje kupitia mlango wa nyuma ili kuwapatia muda wa kuficha pesa hizo. Bila kutarajia, wakati mjomba akisalimiana na polisi, Mega akasogea karibu na mlango. Wakati huo noti za mwisho ndo zilikuwa zinamalizia kuchapishwa. Sani akazima mashine haraka, lakini Mega akasikia sauti ya mashine. Polisi wakamwamuru mjomba kufungua mlango. Walipoingia, Sani na Feruzo walikuwa wamejificha nyuma ya panel. Mega akaanza kuchunguza kwa uangalifu kila kona bila kujua kwamba kuna watu wawili walikuwa wamejificha mbele yake. Mega alipokuwa akizunguka kiwandani, Feruzi alikumbuka kuwa alisahau kumwaga takataka za mabaki ya pesa feki ambazo zilikuwa zimejaa kwenye pipa la taka. Sani hakuwa na la kufanya zaidi ya kutoka nje kimya, kisha akachukua bonge la spana. Hivyo akajipanga kumpiga nayo Mega. Kama bahati, simu ya Mega ikaita, kuona kitu. Sani akajificha nyuma ya nguzo. Mega alipigiwa simu na mkuu wake wa kazi, akimfokia kufanya upekuzi bila ruhusa. Na hata maafisa walioandamana nao hawakuepushwa na karipio hilo. Baada ya kufokewa, Mega na timu yake walilazimika kuondoka haraka sana. Kwa leo mjomba na wapwa zake wakapona bwana. Lakini kesho ni siku ya kupeleka pesa walizotumwa na hawakuwa na uhakika kama kesho watafanikiwa. Tukiachana na hayo, tunatambulishwa kwa tajiri mwingine ambaye jengo lake lilikuwa limejaa pesa kama bilioni 12 hivi, lakini hakuthubutu kutumia hata senti. Huyu naye alikuwa na mashine ndogo ya kutengeneza pesa bandia, tofauti kabisa na zile wanazotengeneza kina Sani. Katika jaribio lake, akaingiza noti yake kwenye mashine ya kukagulia pesa. Mashine hiyo mara moja ikatoa sauti na kuitoboa ile pesa. Kwa hiyo jamaa noti zake zinagundulika mapema mno kama ni feki. Kwa kuwa noti zake hazikuwa na ubora, polisi walikuwa wamekamata kiasi kikubwa sana cha pesa zake bandia na wasaidizi wake kadhaa walikamatwa pia. Hivyo hizi pesa kwake hazina thamani hivi sasa. Mmoja wa watu wake alimpatia noti nyingine ya rupia 500 iliyotengenezwa na kina Sani. Oya, licha ya utaalamu wake wote, lakini hii noti ilimshangaza sana. Akijaribu kuiweka kwenye mashine na ikapita bila tabu. Tajiri huyo akashtuka, akawaza kivipi ana vifaa vya hali ya juu vya kutengeneza pesa bandia lakini kazidiwa na watu wasiojulikana. Alijiuliza iwapo mpinzani wake alikuwa na silaha ya siri. Hivyo akawaamuru watu wake wamfuatilie aliyehusika na utengenezaji huu. Hapo ndipo alipogundua kwamba mtengenezaji wa pesa hizi alikuwa ni mchoraji wa picha mtaani ambaye alikuwa kachapwa na maisha sawa. Huyu tajiri akamkumbuka huyu jamaa kwa sababu Sani alikuwa anaiga kuchora picha ambazo huuzwa gharama kubwa, lakini kazi zake zilikuwa bora sana na ilikuwa ni ngumu sana kuzitofautisha na zile original, lakini kwa sababu ziliuzwa mtaani basi akupatiwa pesa kutosha. Kutokana na umaskini alikuwa nao, Sani akaanza kuchora noti bandia. Jamaa alikuwa na kipaji cha kushangaza ambacho kilimruhusu kuchora maelezo vizuri kwenye pesa ambayo hata skana ilishindwa kuzitofautisha. Mansur mara moja alipendezwa naye, akitambua talanta yake adimu, na kwa kuwa anajua kutengeneza pesa bandia kuliko yeye, akaamua kujisogeza bwana. Sasa babu yake Sani alikuwa anaumwa sana,
Hivyo Mansur alivyojisogeza tu kwa Sani, akaamua kuajili madaktari bora zaidi nchini kwa ajili ya babu yake Sani, jambo ambalo liliwafanya Sani na Feroz kushukuru sana, lakini akawapa tishio kama watakubali kumfanyia kazi basi ataiteketeza familia yao. Ili kuhakikisha usalama wa familia, Sani na Feroz hawakuwa na njia nyingine lakini kumfanyia kazi tu Mansur. Kisha Mansur akawachukua na kuwapeleka Bangladeshi ambako mashine zake za kutosha ameziweka huko. Huko alikuwa na kituo cha siri cha chini ya ardhi kilicho na mashine za uchapishaji wa pesa hizo za hali ya juu. Kwa siku 3 tu Sani na mwenzie wakakamilisha noti ile. Mansuri alishangaa sana unaambiwa. Kisha wakaanza uchapishaji mkubwa na ndani ya mwezi mmoja tu Sani na Feroz walikuwa wametengeneza pesa nyingi zaidi. Changamoto iliyofuata ilikuwa ni jinsi ya kusafirisha kiasi kikubwa cha pesa kutoka Bangladeshi kurudi India kwa ajili ya matumizi. Wakati yote yanaendelea, msaidizi wa Mansur aitwa Bilali alikamatwa na polisi wakati akipitisha pesa baadhi. Balani kwamba huyu jamaa anajua njia zote za magendo kuhusu pesa bandia. Kama watambana na akasema ukweli, basi itakuwa ni tatizo kubwa sana katika biashara ya Mansur. Hivyo Mansur alirudi India kwa siri kumtafuta Sani akiomba ushauri wafanye nini ili kuleta mzigo India. Sani akagundua kuwa kama Mansur atakamatwa basi naye atatafutwa tu. Akakaa, akawaza, akaona ni vyema awe karibu na polisi ili apate taarifa zao mapema ili kujilinda. Hapo akaamua kuanzisha urafiki na Mega. Kama bahati bwana, Sani akakutana na Mega kwenye duka la kuuza kahawa. Kwa kutumia mbwembwe zake wakafahamiana haraka sana. Sani akatambua kwamba Mega alikuwa anatafuta nyumba ya kupanga karibu na kituo cha polisi. Hivyo haraka Sani akamwomba rafiki yake atafute sehemu nzuri kwa ajili ya bidada Mega. Hawa jamaa walikuwa wamejipanga kweli. Kumbe hata dalali na mwenye nyumba walikuwa ni wafanyakazi wa Mansuri bwana. Wakati makubaliano yanaendelea, Sani akajifanya kuwa simu yake imeharibika, kwa akazima simu ya Mega. Dalali akaanza mzubaisha bidada ili kumpa Sani muda wa kutosha kuhack simu ya askari Mega. Sani akaweka program katika simu zitakazompatia siri zote za askari huyu. Kuanzia siku hiyo na kuendelea, kila simu na ujumbe aliopokea Mega ulionekana kwenye simu ya Sani. Hii ilimpa Sani na wauni wake ufahamu kamili kuhusu mienendo ya polisi. Balani kwamba yule mwamba Bilal baada ya kichapo cha maana akafichua njia zote za kuingiza fedha bandia nchini. Mara moja polisi waliweka vizuizi vikali ili kunasa magari yanayotiliwa shaka. Hata hivyo walikamata pesa chache sana kuliko alivyoelezea Bilali. Habari njema zilisikika kutoka polisi kuwa wamekamata pesa bandia katika viwanja vya ndege zikiletwa India zenye jumla ya shilingi bilioni 3. Habari hizo zilitangazwa sana na kuinua hisia za umma. Lakini mkuu wa polisi alihisi kuna kitu kibaya kinaendelea. Ingawa bilioni 3 zilikuwa nyingi, haikuwa chochote ikilinganishwa na makadirio mabilioni ya pesa ambayo tayari yako katika mzunguko na wananchi wanazitumia tu bila kujua. Kwa wakati huu Mega alikuwa na jambo lake. Kwanza alileta kifaa cha kugundua pesa bandia na kuingiza pesa feki ndani yake. Mashine ikashindwa kabisa kuitambua pesa hiyo. Na hili ndilo ambalo mkuu wa kituo alikuwa na hofu nalo. Sasa hizi pesa ndizo zinazotengenezwa na Sani na zinatumika tu bila wananchi kujua. Kumbuka Sani ananasa jumbe za Mega. Hivyo akawa anawachanganya polisi na kuwafanya kukamata pesa bandia za zamani kutoka maeneo tofauti tofauti ili kuwachanganya tu. Mbinu hii iliwaruhusu wao kuingiza pesa mpya bandia, ingawa Mega hakujua kwamba habari zote zilikuwa zinavuja kutoka kwake. Hivyo kila wakati Sani alikuwa ni wa kwanza kuzifahamu habari hizo. Polisi walianza kurekebisha mikakati yao kila mara na Sani aliendelea kurekebisha mipango yake kwa ustadi wa hali ya juu. Hali hii ya polisi kuchanganywa kila wakati ikaanza zua taharuki, wakiamini kwamba kuna mtu anavujisha siri miongoni mwao. Sani akamfahamisha Mansur na kubadilisha mipango yote ya hapo awali. Kisha akapendekeza njia mpya magendo isiyojulikana hata kwa vijana wake mwenyewe. Sasa wakaja na mpango mpya. Mpango huu ulikuwa ni mpango gani? Kwanza nahodha alitupa kontena bara ya kontena iliyojazwa pesa ndani ya bahari. Kisha meli iliyoleta pesa ingetelekezwa. Meli isiyo na nahodha ingeachwa ielee kwa kasi kuelekea ufuo uliojaa watu. Watu hawakujua kwamba hapa pesa bandia ndo zinaingizwa, hivyo wao wakachukua simu zao kwa shauku ili kunasa tukio hilo. Meli iliposimama tu polisi wakafika mara moja, lakini meli ilikuwa tupu bila pesa. Polisi wakashangaa, kivipi meli isiyo na kitu ieletu hapa bila mtu yoyote? Basi bwana, wao walivyoondoka tu kilomita 10 nje ya pwani, Sani na timu yake walirudi sehemu ile ile waliozamisha zile kontena. Kisha wakayatoa ndani ya maji, halafu wakatukumia kusikojulikana. Hii yote ilikuwa ni sehemu ya mpango wa Sani. Hii ikawa ndo njia ya kuleta pesa bandia India. Hivyo wakaanza kupakia pesa za kutosha kwenye makontena. Siku iliyofuata mpango wao ulikuwa ni wa kupenyeza pesa tena kwa njia ya bahari. Lakini leo meli ilipokaribia kufika India, wakapigiwa simu wakaambiwa huko India leo kimenuka. Sasa leo polisi wa India walikuwa wakifanya ukaguzi wa kushtukiza katika bandari zote na kufanya kazi kwa ngumu kwa Sani.
Haraka wakafunga GPS kwenye kontena za pesa ili zisipotee na kuzizamisha baharini. Polisi kama kawaida yao wakakutana na meli tupu tena. Hili liliwaumiza sana. Ilipofika usiku, Sani na wenzake wakafuata pesa zao tena. Hivyo bilioni 120 bandia zikaingia mtaani bila serikali kujua. Pesa hizi zilisambazwa haraka katika soko la India. Ubora wa pesa hizi ulikuwa ni wa juu sana, hata mashine za ugunduzi wa pesa feki hazikuweza kutofautisha kabisa. Watu nao hawakuweza kutofautisha kati ya pesa halisi na bandia, kwao zikaendelea kutumika tu. Ikiwa hili swala litaachwa bila kudhibitiwa, uchumi wote wa India ungeporomoka na kusababisha matatizo makubwa sana kwa taifa. Mastermind wa mchezo walipata faida kubwa, wakanunua magari na nyumba mpya na kuanza kuishi maisha ya anasa. Serikali ya India ilikumbwa na msukosuko kwa sababu hata vigunduzi vipya vya fedha feki havikuweza kutambua pesa hizo bandia. Hatimaye Mega alikuja na plan na akasema kuwa kama pesa feki ikichomwa moto, basi inatambulika kuwa ni feki kupitia rangi ya miali ya moto. Viongozi walikasirishwa na njia hii, kwani hakuna raia ambaye angechoma pesa zake kwa hiari ili kujua kama ni feki au original. Ukiwa umesalia mwezi mmoja kabla ya uchaguzi wa bunge kufanyika, viongozi hao walitoa kauli ya mwisho. Inabidi wawatafute wahalifu ndani ya muda mfupi zaidi, na kama sivyo wangehitaji mbuzi wa kafara kuzima malalamiko ya watu. Wakiwa wameanza kukata tamaa, polisi wakaanza kufuatilia faili la Mansuri, kwani huyu ndo anashaka naye. Mansuri ndio mtu pekee anayeongoza kwa uzalishaji mkubwa zaidi wa pesa bandia nchini India. Wakahisi kuwa ni yeye pekee angeweza kuchapisha kiasi kikubwa cha pesa bandia. Ingawa Mansuri alikuwa amejificha nje ya nchi, haikuwazuia polisi kumtaja hadharani. Hata hivyo, jambo ambalo polisi hawakujua ni kwamba hakika walikuwa sahihi kuwa Mansuri ndiye alikuwa mhusika mkuu wa pesa hizo bandia. Punde Mansuri akaona habari yake kwenye TV kuwa anatafutwa vikali mno. Lakini wakati huu Mansuri alitajwa na serikali kama kundi la kigaidi linalosaidiwa na taifa adui wa India. Serikali ikasema kuwa lengo la kundi hili kuchapisha kiasi kikubwa cha pesa bandia ilikuwa ni kuhujumu mfumo wa kifedha wa India na kufanya uchumi wa India udoroli kabisa. Mansuri alikasirika sana, lakini hakuwa na njia tofauti na kuhamisha pesa feki haraka kabla polisi hawajamkamata. Afisa mmoja aliye chini yake alipendekeza kuhamisha noti hizo bandia kwa kiasi kidogo kidogo kwa muda ili kuepuka kugunduliwa na polisi. Mansuri hakutaka kushauriwa, akamchapa risasi na kumuua papo hapo. Hili liliwashtua Sani na Feruz. Swala kama hili lilionyesha asiri ya kweli ya Mansuri, mkatili na yuko tayari kuua bila kusita. Basi bwana, pesa wakapatiwa vijana tofauti tofauti wanaohusika na uingizaji wa pesa hizo mtaani. Pamoja na hayo, bilioni 120 bado ni kiasi kikubwa sana kugawanywa kwa vijana hawa. Wakati huo Sani akaendelea kujipenyeza huku akitengeneza ukaribu na Mega. Alitaka kujua taarifa za ndani kabisa kutoka katika jeshi la polisi, lakini ajabu ni kwamba alijikuta akaanza kumpenda kweli Mega. Basi bwana, siku iliyofuata mteja mmoja akaagiza kiasi kikubwa sana cha pesa bandia na shughuli hiyo ingefanyika kwenye parking fulani hivi. Sani na Feruz walihusika kuzipeleka pesa hizo. Hivyo waliingia ndani mmoja bara mwingine, wakagawanyika katika timu mbili pia. Feruz alificha pesa hizo katika sehemu iliyofichwa ya kuogesha magari, huku Sani akizunguka akiangalia usalama. Ghafla Mega akatokea mbele ya gari lake. Sani akagundua mara moja kwamba walikuwa wameingia kwenye mtego mkubwa sana na kuna uwezekano kulikuwa na polisi wengi zaidi. Akiwaza kwa haraka, Sani akapiga reverse chap. Mega akatoa macho akimtazama mhusika ni nani. Chap wakatoka nje. Sasa katika gari palikuwa na pesa taslimu kama bilioni 1 hivi. Kwa kutumia kisu alifungua ile mifuko na kuanza kumwaga pesa kwa fujo nje ya gari. Noti hizo zilipeperuka na kutawanyika kila mahali na kusababisha madereva wote walikuwa wakipita wasimame. Watu walianza kuokota pesa na kuziba barabara. Polisi walikuwa wakimfuatilia Sani na mwenzake, walikuwa kwenye foleni ya magari wakiwa hoi wakimtazama Sani na Feruz wakitoroka zaidi. Hata hivyo, katika haraka zake Sani alishindwa kuona lori lililokuwa mbele yake, hivyo akayumba na kusababisha gari hilo kupinduka. Polisi walipofika wakakuta watu wamejaa kwenye gari lao Sani wakiokota pesa. Jamaa wakapata nafasi ya kusepa pale pale. Polisi hawakujua jinsi ya kueleza watu hao kwamba hizi pesa zote ni feki. Tukio la ajabu la umwagaji pesa barabarani lilisambaa haraka sana. Feruzi alimlaumu Sani kwa kuweka ukaribu na Mega, na kwa nini ampende? Kukutana na Mega kwenye eneo la biashara yao kulimaanisha kwamba hata kama asingeuona uso wake vizuri, bila shaka angemshuku Sani tu. Sasa wakakaa chini wakawaza, wakaona ni vyema tuachane na hii kazi ili waweze kuishi maisha ya kawaida. Lakini walisahau kuwa Mansuri asingewaacha kwa urahisi namna hiyo. Baadaye vijana wawili wa Mansuri waliwafuata Sani na Feruz, wakasema wametumwa na Mansuri kuwapeleka nje ya nchi ili kesi isaulike kidogo. Lakini ajabu ni kwamba jamaa waliwapeleka kwenye jengo lililotelekezwa kitambo. Kumbe baada ya tukio hilo la umwagaji wa fedha kutangazwa, Mansuri aliamini kuwa polisi walikuwa wamemwona Feruz pamoja na Sani. Akahisi kuwa kama wakikamatwa basi watamtaja, kwani wawili hao walijua siri nyingi sana kumhusu yeye.
Sani akatambua kabisa kuwa Mansuri alikusudia kuwaua ili kuepuka kukamatwa. Wakati mauaji yao yalipokaribia kutokea, mingurumo ya pikipiki na magari kasikika kwa mbali. Kumbe genge la waendesha pikipiki wale marafiki wa karibu na Sani waliingia kwa kishindo. Sasa ilikuwaje? Ilikuwa hivi, wakati Sani alipofuata tu na vijana wa Mansuri alihisi hatari, kwa akawatumia ujumbe wa siri marafiki zake ambao walifika kwa wakati. Hivyo akaokolewa bwana. Walivyorudi nyumbani, wawili hao walikuwa na hofu, wakijua kuwa wanatafutwa na polisi pamoja na Mansur. Walihitaji kutoroka haraka sana, lakini Sani akapigiwa simu iliyomuumiza mno. Simu hiyo ilitoka kwa mjomba wake ikimjuza kwamba duka la magazeti ya familia lilikuwa limeshika moto usiku uliopita, na moto huo haukuzimwa hadi leo asubuhi, kwa ofisi nzima imeteketea. Na wakati ofisi hii inaungua, babu yake alikuwa ndani, kwa hakuweza kumtoa amefia mule mule. Sani alikasirika sana, akijua yote kayafanya Mansuri. Sani alikuwa anampenda sana babu yake, na kifo chake chanzo kikubwa ni huyu Mansuri. Akiwa amekasirika, Sani aliamua kwamba hangeweza vumilia hili, hivyo akajipenyeza kwenye kigiza cha usoni, akaingia kinyemela kwenye staya ambako pesa bandia za Mansuri zilihifadhiwa, kisha akampigia video call Mansur. Akiwa anaona, Sani akaanza kumwaga petroli kwenye rundo la fedha. Mansur alipiga yowe, lakini mwamba akapuuza mayowe Mansur. Hatimaye Sani aliwasha kiberiti na kutupia kwenye rundo la pesa za Mansur, zikateketea. Sasa babu yake Sani amekufa, lakini naye pia akamtia hasara. Wow, huu ndio unakuwa mwisho wa picha hii. Oya, utatisha sana kama utasubscribe ili usipitwe na recap ijayo. Mimi ni Dulay DJ the Untouchable. Asante sana.